Jambo ndugu yangu, hapa ni Makueni TV and I'm here with Lydia Ngolo. Salamu alaikum wale ambao mnashika hiyo. Leo mada ni kali. Ni gani? Tunaongea kuhusu hii tabia inaendelea ya watoto kutupa. Umejifungua vizuri, then unaona wewe mtoto amekushinda, unaenda tu kutupa. Sijui unafikiria, unaonaje? Tuambie hao wanawake nini? Kutoka ubebe mimba mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 9. Uko na mimba. Alafu unajifungua na venye ni uchungu. Na wewe unaenda kutupa mtoto. Huyo ni mtu wako na akili mzuri ama ni mtu wako tunamuita shetani? Utaondoa hivi kwa sababu ni uchungu reality. Hapo hakuna ati kufake. Hakuna kufake. Yule amejifungua mtoto anajua, ndio maana Waswahili husema uchungu wa mwana haujuaye mama. In the real sense ni kitu ambacho kinatushangaza sana. Unasikia ni mtoto wa mwezi mmoja, wa siku moja, wa siku 3 ametupwa na hayupo hai. Ni kitu ambacho tunakera sana. Madada wenzetu, tungependa kuongea na nyinyi moja kwa moja. Ni njia gani ama ni mbinu gani wewe uliye pale nyumbani waweza fikiria kutunza huyo mtoto? Waweza kuwa huna pesa. Tunasema hivi, kama kweli umepata mtoto na yuko hai, usimtupe. Moses aliwekwa kwa kiondo na akawekwa ndani ya river. Na Moses hakuaga. Si alipatwa na msichana wa mfalme. Hao wasichana wa mfalme hawajaisha. Wapo bado. Na kuna ambaye ana ule utu wa kuona mtoto anafariki ama mtoto hajatunzwa, na yeye mwenyewe anampa kifua cha kulalia. Kuna wamama pia hawajabarikiwa. Wako tasa. Ametafuta angali msichana, sasa hivi amekuwa mzee na hana mtoto. Wewe ambaye unatupa mtoto, utakosa aje box ya shilingi 5? Ukave tu huyo mtoto na kileso kizuri, umfunike jacket, hata kama ni jacket yako. Mweke tu kando ya barabara na uende zako. Imagine. Hata utamaliza lisali moja, sauti ya yule mtoto akilia pale ndani ya lile box atapata mtu wa kumlinda. Labda baadaye uje useme hapa kuna shida. Manake utapenda ule mtoto wako arudi tena, lakini itakuwa ngumu kumpata. Sijui waonaje dadangu, tunapoongelea masuala ya kutunza mtoto. Inaweza kuwa ule jamaa umezaa naye hana hiyo value. Hata labda from the first day ulimwambia niko na mimba, alishaepa. But then that is not the end of the life. We have seen single mothers bring up children, and they bring up kings, they bring up presidents, they bring up very great men in this world. Umeona wenda wazimu kwa street? Yes. Huyo mtu wakati anapatwa na ule uchungu, wa kujifungua, unaona tu vizuri watu wenye wanachangamka, wanampeleka hospitali. Na hata anaweza kataa, akiona mnaweza mpeleka mnyang'anye mtoto wake. Kama mwenda wazimu ako na akili ya kutunza mtoto wake, analala naye pale kwa baridi. Na wewe na akili zako timamu, unazaa mtoto na unaenda kutupa. Kia Mungu, hata Mungu anaweza kufanyia nini kisho kusema kweli? That's a curse. Na funny enough, unajua naye Mungu si kama sisi. Unataka mimba nyingine, wewe mwenye umenipa mtoto tu utapata. Kwa hivyo by the way you are bringing the point of protection. Kwa sababu itaingia tu, tumbo unayo, njia unayo ya kupitisha mwingine. Tafadhali, can you use protective mechanisms? Na hata hiyo isituita condom. Kuna watu wajanja, wanaume hasa. Watakwambia niko nayo, na mnapofika pale upate hana, ama akwambia hizo vitu huwa zinanifinya. Acha tuongee ukweli. Sijui mnafinywa wapi? Anafinywa wapi kwanza? Unafinywa lakini hutaki majukumu. Utatafuta mwanaume atueleze panapofinywa. Hiyo kitu inanifinya. Mara hiyo kitu iko na dawa sijui nini inanuka aje. Sasa anapokuambia hivyo, na unajua kumeenda venye kumeenda. Na hiyo mwanaume utawezana naye, mtang'ang'ana hapo, hata ukipiga duru watu watasema si wewe umejipeleka hapo. Sasa kama mmefanya hivyo na kumeenda hivyo, si utoke tu polepole, kimbia ukatafute zile zinaitwa P2. Hizi zina protect within 72 hours. Heri utumie hiyo 200 yako
uprotect kuliko kutupa kiumbe. Ni kweli. Haki ya Mungu kiumbe. Ni kweli. Mtoto akilia pale na wewe unapeleka masikio yako tu, unaenda tu na unalala comfortably. How do you even sleep? How do you even manage to sleep when you have just left someone, a very innocent kid? Imagine. Mwenye anahitaji hiyo maziwa ya matiti yako. Kama unamtupaje kama laika unakatupa pale kando? Tena unaenda bila kujali jamii. Wanawake. Kwanza do you need to be followed? Unahitaji kufuatiliwa. Haya, kingine umesema. Huyu mtoto umembeba miezi 9. Si siku moja. Nenda tafuta chief ama utafute ndugu yako, umwambie mimi nimejitolea mwanga, mtoto nimemzaa. Kama mwataka kunifunga juu ya kuachia mtoto, naomba mnifunge hii leo, lakini huyu hapa nawaachia. Lakini kabla tufike hapo, hiyo kondomu itumike. Lazima zinapeana bure. Ya free. Hospitali. Ndio hospital. Kuna zile displays naitwaje? Zile spot. Ya zimeplacewa. Ingiza mkono tu hapo. Chota zenye unataka. Hata wewe ukienda date yako jibebe, acha kuamini mwanamume sana. Beba zako. Mwambie ndio hizo nimekuja nazo. Utakuwa umesave pregnancy, umesave ugonjwa, magonjwa mengine yenye hata ijulikane ya zinaa. Na uko sawa? Kuliko kuzaa mtoto na kutupa. Na kama ikishindikana, nimesema ikishindikana kondomu ikishindikana. Wacha venye tunasemanga ati hizi P2 usitumie sijui twice a year ama nini. Ni sawa, hiyo ni side ya health. Lakini utakuwa umesave kiumbe kutupa. Enda ukunywe tu, uzuie. Na pia uende upimwe, jujui kumeenda aje. Labda alikuwa mgonjwa. Na ukiona mtu anakataa protection sana, anaweza kuwa na mgonjwa. Kweli? Kwanza jihadhari sana na anayekataa protection. Mwambie it is an ex. And if we must even get in, tell him we better even kuvunja mlango. Kwa sababu why should you agree on to someone? Why is he driving that wanaitanga aje? Wanasemanga eti wanakula sweet bila nini? Karatasi. Hatiwezi kulika. Ati wala sweet bila karatasi jameni. Na usipoka karatasi uwezani na matokeo. Jihadhari. My fellow girls, take care. My fellow women, take care of that life. God loves you. God loves your child. Well, this is Makueni TV News. Share, subscribe. And remember to like it. Bye.